nilivumilia siku ya pili. Ya tatu akakuja tena anataka kunibaka. Mimi ikabidi nitoke nje sasa. Ningefanya nini mimi? Hata agent wangu nilimpigia simu akanambia kama ni hivyo wa Kenya, lakini kama ni hivyo, kama uko na uwezo wa kutoka nje kimbia basi, kwa sababu kijana anaweza kufanya kitu kibaya. Mimi si ndo sasa nikakemboi sasa. Sikukemboi kupenda kwangu. Kwa sababu yule kijana wa boss. Umeelewa? Na ningepatwa pale hata ningeuliwa. Mimi nikaokoa maisha yangu nikakemboi. Huku nje nikaketi miaka 2. Umeelewa? Na huku kemboi kwenyewe hata kazi pia hakuna. Hakuna kazi kabisa huku Saudi. Ni mateso tupu. Sasa mimi miaka 2 ilivyoisha nikasema acha nijilete hapa deportation hii ya serikali ya Saudi ya kusafirisha watu kwenda huko Kenya. Umeelewa? Sasa nikakuja huku. Sasa niko na miezi 2 na wiki 2. Miezi 2 na wiki 2. Sijafanywa chochote hata exit sina mpaka wa leo. Watu nchi zingine wanasafiri, wa Uganda wanasafiri, wengine wanasafiri, lakini wa Kenya ndio wamejazana hapa, wako wengi, wanakalishwa miezi 3 4, na sisi ni wazazi. Embassy ya Kenya haijali wa Kenya. Embassy ya Kenya ndio inatuangusha. Embassy yetu ndio inatuangusha kabisa. Kwa sababu wenzetu wanasafiri kwa sababu ya embassy yao. Embassy ndio inawasafirisha. Sisi embassy ya kwetu na ofisi za kwetu zinatuachilia tu hapa. Umeelewa? Tukienda ofisini tukilalamika wanasema sisi hatuna makosa. Ofisi yenu ndio iko na makosa na embassy yenu. Hawataki kabisa kutuangalia embassy ya Kenya. Embassy ya Kenya wameachilia wa Kenya vibaya sana Saudia. Wao ndo wanatutesa. Next ni meme. Okay, meme nilikuwa nimekatiwa ticket nirudi Kenya. Ilikuwa ni Saturday date 11 nilikuwa nirudi Kenya. Kufika airport kumbe wameniekea sikuwa ni travel kutoka Riyadh. Walikuwa wamenikatia tiketi ya uongo. Nikafika nikakuwa stranded airport, nikarudishwa tena deportation. Sasa kurudi deportation hawataki kunishughulikia anything. Unaenda kuuliza unafukuzwa. Nani alikukatia tiketi? Ni hapa tu nimekatiwa, hata naweza kuitumia, naweza ionyesha. Pia mimi hapa ndani unakatiwa tiketi, unafika airport unaambiwa ufai travel kutoka hapa. Nani aliwakatia? Pia mimi the same case. Nimerudishwa airport. Watu wa deportation hapa ndani unakatiwa tiketi, ukifika huko unarudishwa naambiwa hiyo ndege si kutoka hapa. Ama kuna wengine tukiongea tu wameacha Bahrain. Sasa wengine wa Bahrain wameambiwa eti hakuna ndege. Na wametupa Bahrain, sasa hawajui waanzie wapi. Na tuko na namba zao na tuko na evidence za hizo ticket zenye tumepelekwa na tukarudishwa. Jifunike since unaogopa kuonekana, jifunike uso. Na huyu na wewe tafadhali. Mr. Msiria. Hebu funika vizuri uso wako basi. Picha uso vizuri. Sawa. Mimi naitwa Dolphin. Mimi naitwa Dolphin ni simngoje. Hata useme jina, niambie shida ilikuleta hapo. Sema jina shida ilikuleta hapo ni vipi uko hapo? Okay. Mimi nililetwa huko na agency. Ambapo agency wamenikatisha miaka 2 bila kazi. Agency inaitwa aje? Inaitwa Lamala Dafa Agency. Ili kalisha kwa ofisi miaka 2 bila kazi after ameniuza kwa ule wa pili. Mwenye hakuwa mzuri so kunirudisha wakanikalisha huko mpaka wakati nilimaza miaka 2 wakanileta hapa. Walinikalisha kwa ofisi bila kazi bila salary. 2 years umekuwa ukisurvive aje unakula aje? Walikuwa tu wananikalisha huko, unajua sasa kwa ofisi tunapewa hizo chakula za ofisi, hakuna kitu kingine unafanyiwa, niyo tu chakula yao ya boss kawaida. So 2 years bila kazi watu wenu wanajua unapitia wanajua. Alafu hiyo matem nilikuanga najaribu kuongea na embassy, labor office, foreign affairs, hizo zote zilikuwa tu zinaniambia wananisaidia but hawanisaidii. Since 2024. Uliletwa hapa na nani? Nililetwa na agency nyingine ilikuwa inaitwa Cutting Edge Agency, but yo madam na alifunga ofisi akatoka Kenya, so yuko Kenya. So sasa mimi after nimemaliza miaka 2 hebu kidogo nyamaza.
Kuna watu hapa ambao mnaongea mnaita watu mikora. Nataka kuwaonya ndugu zangu ambao mnatusi. Hao ni dada zetu wanateseka pale Saudi Arabia. Hao ni dada zetu walienda kutafuta kazi wakapelekwa, wengine wakadambiwa Saudi Arabia. Kwa hivyo muache ujinga hii ya kuandika hapa kwa comments ati ni mikora. Hakuna mkora kwa hapa. Hawa ni watoto wenu, hawa ni kina mama, hawa ni sister zenu ambao walipelekwa majuu na agents wakapromisiwa kazi. Sasa hizi wako kwa deportation, wanafaa kuwa deported back, lakini hawana njia ya kurudi. So mkianza kuwatusi, mwache hiyo mchezo. Na hao wanaandika hizi ni mbaya mbaya hizi za matusi, tafadhali. Kama una nini, toka kwa hiyo live yenye iko hapa. Mwache kutusi dada zetu. So, msianze kuita ati watu ni wakora. Ni vile wako hapo wako na depression, wengine wako na mental health problem. Hao ni kina dada wanateseka sana. So, hebu dada, nataka kila mmoja eleze story yake pole pole. Nitapea kila mtu chance eleze story yake pole pole. Okay. So, nataka ueleze pole pole. Hiyo deportation mko hapo, mbona unajua serikali huko inafai walipie ida ndege mrudishwe Kenya. So mbona hawajalipia ndege, wameweka tu deportation na wanawalisha hapo? Okay, ama serikali yetu inafai walipie? Hapana, sikiza Mr. Museria. Mimi nililetwa hapa mwezi wa 3, nikaambiwa na ofisi naenda nyumbani. But wakati nilikuja hapa au watu wakaniambia employer wangu aliniblock, siwezi rudi, lazima nilipe pesa ambazo alinunua nazo, of which hizo ni 10,000 real. So employer ndiye amekublock uweze toka juu uko na deni lake? Yeah, employer ndiye ameniblock, siwezi toka huku. Wamekuwa kijaribu kumuongelesha but wanasema wanajaribu kumuongelesha apunguze hiyo pesa walipe, but amekataa. Hiyo ni pesa ngapi ya Kenya? Ni around kitu 350,000. Ya Kenya alipa agent wako? Okay, nikikuja Saudi, madamu wa kwanza alinirusha kwa ofisi, alafu ofisi wakaniuza tena. Ile wanakupea karatasi usaini na ujui ni karatasi gani, sasa hivyo ndio walinifanya wakanisainisha contract nyingine kwa employer mwingine. Yenye ujui ni nini wewe? Kwa sababu ya kutosoma sasa wewe ukasaini tu bila kujua. Mimi nikasoma juu ilikuwa imeandikwa kwa Kiarabu. Ukaambiwa usaini. Ukapromisiwa ni kazi nyingine. Yeah, sasa nimekaa hapa miezi 4, nimekaa hapa deportation, nimemaza miezi 4. Hata leo ndo nimeomba namba yake, nikamtext nikamwambia nikubalie niende nyumbani. Akaniambia kama sina pesa yake 10,000 siwezi enda nyumbani, lazima nilipe pesa yake ndio niende nyumbani. Na watu wa embassy, watu wa labor, familia yangu wakiwapigia wanasema tu washaongea wananisaidia, lakini mimi huku ananiambia lazima nilipe pesa. Naongeanga na embassy ya Riyadh kila wakati. Wanaongeanga nao wanaambiwa wangu tu tumesolve kesi yake. So ni ministry familia yangu imeenda kila mahali, wameenda embassy ya Kenya, wameenda foreign affairs kila mahali, lakini sijaisaidika kutoka 2024. So hakuna hata kazi unafanya tu kwa hapo umehang. Hakuna. Kama hapa deportation shaka miezi 4. No job. Hata sitaki job, yani nataka tu kurudi nyumbani. Na familia yenu hawaja take initiative maybe wamchangio pesa yake wampatie urudi, ama wana hiyo uwezo? Hakuna. Wangekuwa nao wangekuwa wamechanga, ila hakuna. Na embassy ya Kenya hapo mmeitembelea? Embassy ya Kenya tulienda 2024, wakawa referred to foreign affairs. Yani ukienda huko wanakutuma kwingine, alafu sasa wengine hadi ukiwatext kujibu. So ampatani nao ati mwende kwa embassy mpatane na ambassador?
Kabisa. Sasa embassy ya huku Riyadh ndio kuna tu watu wenyewe tuna chat nao wenye wako kwa hii embassy ya Riyadh, but yani hawanisaidii. Wananiambianga tu nikapa nitaenda nyumbani, lakini hao watu wenye wakapo wanasema lazima nilipe mbule wangu pesa, na mimi sina uwezo wa kulipa pesa. Nataka so kesi yako unataka hiyo usaidizi vile utarudi nyumbani. Naomba tu kurudi nyumbani. Jusha maza miaka 2 bila kazi, nishaka hapa miezi zingine 4 bila kazi. Na nilikuja kutafuta pesa kusaidia watu nyumbani. Na nyumbani unatoka ni wapi? Natoka Kakamega. Kakamega? Kakamega. Mjumbe wako ni nani ama baba? Mjumbe gani? MP. MP wangu anaitwa Mwale, Tinti Mwale. Na ukimtajia story yangu anajua kuna mahali familia yangu haijaenda. Ukimtajia story yangu anajua jua mai mtafuta akamueleza. Na kuna wakati Minister of Foreign Affairs wa Kenya wakati anakuja hapo Saudi Arabia na venye mko hivi wengi, hamjaichukua jukumu la kuenda hata muongee na yeye? Hatukubaliwi kwa sababu hii side yenye tuko lazima tukubaliwa kuingia ile side nyingine. Mahali sisi wasana tunalala lazima tupate ile fursa ya kuingia ile gate nyingine ndio tuweze kuongea na wale wako kwa department ya kusaidia. But hatuwezi ingia, lazima tulete ile vurugu, na mkileta vurugu mnapelekwa jela. Na tuna Wakenya bado wamefungwa jela, walileta tu vurugu, wako watu 10 na kitu wako jela. So kuna Wakenya wako jela hapo Saudi Arabia? Kuna wameshikwa tu juzi, wamerudishwa leo. Na kwa streets kuna Wakenya wanateseka hapo wenye walikuja wakadampiwa. Ni ile kwa Kenya wea employer wako anakataa kukulipia ticket, anakuja anakudambu hapa. Ni wengi. Wakenya ni wengi wako huko wanateseka. Wengine hadi ni wazazi, washakuwa wazazi huko. So wale wadosi wenye wamewachukua huko kama walilipana pesa kwa wale employer wako wanakuwa waenda wazimu. Wengine wanapewa vitu mbaya ambao wanakuwa dichizi. Wenda wazimu. Hebu wale mna watch live, share live, because I want you to tag hata ma DVD mtag Alfred Mutua, because they need to see this, and also the ambassador wa Saudi Arabia wa Kenya ambaye ako pale na Wakenya wanateseka. Pia yeye anafaa ajue hii story, inafaa ifikie hata president, kila mmoja, kwa sababu these are Kenyans who are suffering. Tafadhali kama una watch live, share this live because hii message lazima iende. Nataka mwingine pia mwenye akona historia yake aelezee, because hii story has to go out. Watu wajue kwamba kuna Wakenya wanateseka pale Saudi Arabia. Hakuna kitu tunaficha hapa. Wacha tu tuseme ukweli. Wakenya walienda kutafuta green pasture, sasa hizi wanateseka kwa sababu ya kutapeliwa. Wengine walieko huko na fake agencies, wanateseka. Wengine employers wamewafrustrate, wamepelekwa kwa deportation, wameambiwa walipe ile pesa yenye agent alilipwa ndio waweze kuachiliwa warudi nyumbani. Nani mwingine ako na historia yake? Nataka kila mmoja na mfiche uso, kwa sababu uko nasikia tukionekana uso utaenda. Funge uso tafadhali. Mimi niko na shida moja. Nilikuja hapa Saudi Arabia, niko na miaka 3 sasa. Au wengine wanyamaze. Nilikuja na job ya door to door. Nyamazeni tafadhali please. Wengine waambie wanyamaze. Nilikuja hapa na ofisi ya door to door. Tafadhali tunyamaze. Nilikuja na ofisi ya door to door hapa hivi. Nikafanya kazi miezi 7, nikatoroka kwa sababu natolewa kwa nyumba napelekwa kwa nyumba nyingine na wako na sheria zao different. So pale ukishapeana kwa ule boss mwenye unapeano, wao ndo wanalipwa pesa, wanapea ule boss copy. Akinyamazeni please.
wanapeana copy. Tafadhali au hapo ambiwe nyamazi. Copy ya documents zako wanabaki na original document. So wakibaki na zile original document wakishalipo pesa wewe hata ukienda kuteswa kule ati mpaka umalize contract. Yaani kama umebaiwa miezi 6 ama 3, wewe kinyamaze. Mnani confuse hizi ongea. Yaani ukishabaiwa ukibaiwa miezi 3, wao kama washalipa washughuliki mpaka umalize ile miezi 3 ndio wanaweza kukusaidia. Lakini kama hujamaliza ile miezi 3 utakuwa na shida gani ama gani hawezi kukuja kukusaidia. Wao hajao ni pesa. So mimi nikakuwa nikavumilia wakaniuza kwa nyumba 3. Nyumba ya mwisho nikapelekwa kuliwa na kijana mwenda wazimu pale hivyo miaka 12. Mtoto wa miaka 12 hapa ni mtu mkubwa, ni kijana mzima yani. So ule kijana ni mwenda wazimu, anatoanisha kila kitu kwa fridge, everything, hawezi kujipeleka haja, yani pale nikakuwa siwezi kabisa juu ananimistreat vibaya, sipunziki, sikuli. Mimi nikatoroka. So ile kutoroka nikajipata niko kwa street. Vile nilishuka kwa street nikatembea nikapata usaidizi. Sasa nikiwa tipo kwa street maybe nika make it all. Ukapata usaidizi. Yani nikapatana na Wakenya wenzangu huko nje. Wakanisaidia, nikaenda kazi. Nikafanya kazi huko nje, yani nikapata pesa kiasi. Nikapata na bado tu watu huko nje wakaniham, wakanispray, yani wakanispray dawa mbaya. Sasa kunispray nikakaa kama napoteza fahamu, yani siko sawa. So wakanibia vitu vyangu vyote, simu, mavazi. So nimekuwa tu huko nje sana nikihangaika hivyo nikisurvive. Niko sana miaka 3 hapa Saudi. Sina chochote, sijielewi kabisa. Like hivyo. Familia yenu inajua kwamba umeshikwa? Hawajui, sina simu. So